Ndugu zangu, tumefikia tamati ya shughuli yetu. Nikushukuru sana Mheshimiwa Pondeza kwa kujumuika nasi siku ya leo, lakini kuna mambo mawili ningependa kusisitiza. La kwanza, watu tuendelee kununua tiketi. Hilo ndiyo jambo bora sana mwana Simba unaweza kufanya hivi sasa. Mengine yote yatakuwa tu ni porojo, lakini mwana Simba mwenye thamani ni yule ambaye amenunua tiketi yake hivi sasa. Mwana Simba wa maana, mwenye Simba bora, mwana Simba anayeitakia mema Simba yake ni yule mwana Simba ambaye hivi sasa ninapozungumza ana tiketi yake mkononi. Huyo ndio mwana Simba wa maana, na huyo ndio mwana Simba wa thamani. Wanzo waingiza watu 15,000, yaani hadi kufika kesho tuwe tumeshamaliza hizo tiketi, tuendelee na mipango mingine, na hilo linawezekana. Jambo la pili, sare yetu siku ya Jumapili ni jezi nyekundu. Usije umevaa nguo ya aina nyingine yeyote ile zaidi ya nyekundu. Kama huna jezi nyekundu, vaa hata shuka nyekundu mkononi. Ili mradi umevaa kitu chekundu. Dalali, wewe unavaaga tu kanzu. Tafuta kanzu nyekundu. Usivai hii ya rangi ya ugoro. Nyekundu ndio sare yetu Jumapili. La mwisho, kesho ni Ijumaa. Ni siku tukufu kwa waumini wa dini ya Kiislamu. Katika sala zenu wana Simba, hakikisheni mnaiombea Simba Sports Club. Ndani ya siku ya Ijumaa kuna ule muda ambao ukiomba dua inajibiwa papo kwa hapo. Basi katika maombi yetu ya kesho, Simba Sports Club awe bingwa. Hii ni kwa kila Muislamu atakayeshiriki swala ya Ijumaa siku ya kesho. Jumamosi ni siku tukufu kwa Wasabato. Watakapoenda kanisani Jumamosi, watuombee dua mnyama awe bingwa. Rabi Gume, ukienda kanisani kesho utuombee dua. Na viongozi wa dini wa Sabato kesho wakiendesha ibada, kesho kutwa Jumamosi, watuombee dua mnyama awe bingwa. Na mkimuona kiongozi wenu anajisahaulisha, mnamkumbusha, bana, weka dua ya Simba Sports hapo. Jumapili ni siku tukufu mno kwa watu wenye imani ya Kikristo. Kwenye misa zenu kesho Jumapili tuiombee dua Simba Sports Club. Dua yako binafsi wewe muumini, lakini makanisani kote dua zifanyike. Tuwaombe wachungaji, mapadri wote ambao wataendesha misa siku ya Jumapili, basi kuwe na dua maalum ya kuiombea Simba Sports Club. Hili tunaliomba kwa unyenyekevu mkubwa. Hili tunaliomba kwa msisitizo mkubwa, tukifahamu ya kwamba sisi si chochote si lolote bila mapenzi, bila rehema na bila baraka za Mwenyezi Mungu. Tumpigie goti tukianza Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Atakufa vibaya mno Mwarawe. Kwa hiyo
tusisitize hilo, tufanye dua binafsi na viongozi wa dini wote watakaoendesha ibada ya Jumamosi, Ijumaa na Jumapili, tuiombee Simba yetu. Heshima ya Simba heshima ya Tanzania inakwenda kuandikwa Jumapili. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, nirudie tena kuwashukuru nyote ambao mmefika kwenye tukio hili. Kilichobaki sasa ni vitendo. Twende tukatimize kile ambacho tumeahidiana, mnyama aweze kufikia malengo yake. Watu wa hamasa mtabaki hapo, tupeane maelekezo kwa ajili ya kurejea Dar es Salaam, na wale wa hapa Zanzibar tunawashukuru sana, asanteni sana. Asanteni sana meza kuu kwa kuja kujumuika nasi. Asante Mheshimiwa Pondeza, Mwenyezi Mungu akubariki, na ukiwa na mpango wa kugombea tena, wananchi wa Chumbuni wakupe tena. Alina kificho, anafaa, anastahili. Asanteni sana, mchana mwema. Ubaya! Mbona siwasikii kwa nguvu sana? Lazima tuoneshe tuko Zanzibar, tuko nyumbani. Ubaya! 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 Simba! Simba! Kwanza nataka nichukue nafasi hii. Sitaki niongee sana leo. Nitakuwa na maneno machache lakini ambayo nahitaji mkae kimya mnisikilize, niwape mipango ambayo ipo na sababu ya sisi kukutana hapa na sababu ya kwa nini tunasema hii tunabeba. Kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, Makamu Mwenyekiti, lakini Mwenyekiti mstaafu, Mwenyekiti bingwa, Field Marshal, dalali, mimi namjua vizuri sana nafikiri kuliko watu wengine, hata kina Ahmed bado walikuwa, lakini mimi namfahamu vizuri. Na yale yote ambayo yamesemwa hapa mimi nayapa baraka. Moja kubwa ambalo tunatakiwa sote tuhakikishe, kombe linabaki Zanzibar. Na kitu ambacho tunasema kombe linabaki Zanzibar, mimi kuja hapa kwanza kuwa mgeni rasmi ni mgeni tu wa heshima, lakini mimi mwenyewe ni Simba na ninafahamu Simba iko vipi na ninafahamu nini Simba tunataka. Kwa hiyo niko hapa sio kwa ugeni rasmi, niko hapa kwa azma yetu ya lengo letu na maazimio yetu ya Simba, nini tunatakiwa tukifanye siku ya Jumapili tarehe 25 katika uwanja wa Amani. Nataka nikwambie Field Marshal, hii ngoma imekuja nyumbani na wenye Zanzibar wenyewe tupo. Mimi asili yangu Tumbatu, sawa? Nikikwambia hii ngoma imefika, manake sibahatishi, na wanaonijua wote, nafikiri hakuna ambaye hanijui Mzanzibari, lakini hata watu wa Tanzania bara wanafahamu nikisema hivi na maanisha nini. Mimi mwenyewe na timu yangu ya Makumbi City nyote mnafahamu. Tangu tumetoka mpaka tulipo na mpaka sasa hivi tunaongoza ligi, hakuna ambaye hatufahamu. Na wakati tunapanda daraja tulisema hatujaja kushiriki, tumekuja kushindana. Na kushindana yetu sasa hivi tunachoelekea sasa ni kuchukua kombe, kwa sababu tumebaki only 4 game. Na hizi ambazo tunahakika tunaziweza. Yale yote mazuri ambayo yanahitajika siku ya tarehe 25 na yale yote mazuri ya Mwembe Makumbi City tunayahamishia Simba Sports Club. Na nataka niwaambie jambo jingine kubwa ambalo hapa limesemwa sana. Historia ya Zanzibar na Simba ipo tangu zamani sana.
Na Simba hapa hajaja kama labda bahati mbaya. Hapa Simba imekuja kutokana tuna matatizo ya CAF, lakini wametuhakikisha walipotuelekeza, manake kama vile umemsukuma, umempigia chura, sasa sisi wametuongezea mwendo. Kubwa zaidi nataka niwaambie watu wa Zanzibar, mechi hii ina maana tatu. Moja, lazima kombe tubebe. Nasema tena, lazima kombe, lazima kombe. Hatutobeba kombe kama itakuwa wana Simba na Wazanzibari sote hatuko kitu kimoja. Kwa hivyo nawaomba wana Simba wote, kila mmoja akiwa yeye mwana Simba basi ana nafasi na ana mchango katika Simba yetu. Kila mwana Simba, sio lazima utoe kitu kikubwa ambacho unahisi labda watu wakione. Ukitusomea Ayatul Kursi 3, Kul huwallahu 3, ukatupa na dua ambayo wewe usome jinsi ambavyo Simba tushinde, mimi naamini sote tunashinda. Na hili kwa sisi sote, hakuna ambaye hajui, nafikiri hapa. Kwa hiyo nataka niwaambie jambo jingine, siku ya tarehe 25 tuhakikishe tunaenda mapema, lakini tunashangilia sana kuliko jambo lolote. Na nataka niwaambie, kesho tukirudi makaburini katika kumrehemu mzee wetu, mzee Mwinyi, ambaye ndiye aliyemzaa rais wetu wa sasa wa Zanzibar, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Msemaji wetu hapa amesema mengi sana ambayo yote yana maana. Mimi nikianza kurudia nitarudia mle alimo. Asante sana, asante sana. Na nataka niwaambie, deni kubwa ambalo tulokuwa nalo ni kuhakikisha tunamheshimisha mwanawe sasa ambaye yuko hai, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Na kumheshimisha yake Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ni kuhakikisha kombe linabaki Zanzibar. Na nataka nitoe angalizo moja tu, msemaji, kesho tukirudi katika kuomba dua, itabidi ufanye presi, uwape watu njia tutakazopita kutoka Amani baada ya kuchukua kombe mpaka hoteli ambayo itakuwa wachezaji wetu wamefikia. Na nataka niwaambie wapenzi wote, tutaondoka nao wote. Nitahakikisha mimi na wapenzi wenzangu wote wa Zanzibar tunaweka magari ya kuhakikisha kila atakayehitaji kufuatana na timu, usafiri utakuwepo. Na hatutoishia hapa. Safari yetu tunajua tukienda lazima Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi atahitaji akutane na wachezaji kwa kuwapongeza kwa hatua ambayo wamefika, lakini zaidi mimi sitaki kumsemea, lakini najua na yeye atakuwa na jambo la kutuambia siku hiyo. Na katika haya ambayo nayaongea, nataka mfahamu yote ni kwa ajili ya mapenzi ya Simba ambayo imekuja kutuwakilisha Tanzania. Yale yote ambayo yamesemwa na watangulizi wangu, bila kumsahau sponsor wetu wa Azania ambaye amesema watu wakafungua akaunti, wote hapa tuliokuwepo, lengo letu ni moja tu, pamoja na nyinyi ambayo mmekuja. Lengo letu tuhakikishe hii naona mzee Dalali, ile habari ya punda ulipoisema
Hii maana yake sasa imekuwa inanigeukia mimi. Lakini ni mambo mazuri, hajasema kwa ubaya, lazima mfahamu hivyo. Na amesema maana ya punda, amesema kikubwa au kitu uzima. Sisi Wazanzibari tunajua maneno mengi tunasema kwa kufumba. Sasa na aliposema punda wa Tandale alikuwa na maana ambayo kama wengine hamjamfahamu. Basi kama mtakuwa tayari mimi niwafafanulie, basi itakuwa muda mnao. Haya, asante sana. Sasa nichukue nafasi hii sasa kuambia kwa nini mzee Dalali amesema punda wa Tandale amekuja nao. Anamaanisha yale yote ambayo yanafanywa na klabu yetu sisi ya Mwembe Makumbi City, ambayo flagi yetu ndiyo ina punda. Ndiyo alikuwa anamaanisha yanayofanywa kule ndiyo atakayofanywa siku ya tarehe 20.